Naam, hujambo na karibu katika mwangaza wa kidini. Natumai buheri wa afya popote ulipo. Jina langu ni Sara Nzilani. Rais William Ruto yuko China kwa ziara yake ya kiserikali ya siku ya 4. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed, rais amepanga kukutana na rais wa China Xi Jinping ili kujadili masuala muhimu yanayohusiana na ukuaji wa uchumi, maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Zaidi ya hayo, ataongoza kongamano la biashara kati ya Kenya na China ambalo litaleta pamoja zaidi ya makampuni 100 kutoka mataifa yote mawili ili kuchunguza matarajio mapya katika biashara, uwekezaji, uvumbuzi wa kidijitali na maendeleo ya viwanda. Kama sehemu ya juhudi ya kukuza mauzo ya nje na kilimo nchini Kenya, atazindua kituo cha kumiliki chai cha Kenya katika mkoa wa Fujia, kikiwa katika mojawapo ya mikoa muhimu ya chai ya China. Kituo hicho kitaimarisha muonekano na upatikanaji wa soko wa chai ya Kenya, kusaidia wakulima wadogo na kuimarisha biashara ya Kenya barani Asia. Kididi FM kwa habari moto moto. Na waziri wa afya Aden Duale amesema kuwa hazina ya bima ya afya ya jamii SHIF zitaelekezwa moja kwa moja kwenye vituo vya matibabu kote nchini. Hii itakuwa tofauti na siku za nyuma wakati pesa kutoka kwa hazina ya kitaifa ya bima ya hospitali NHIF iliyoachwa ilitumwa kwa hazina mapato ya kaunti ili kusambazwa kwa vituo vya afya vya kaunti kama malipo ya huduma zinazotolewa. Kulingana na Duale, malipo ya hazina hiyo mpya moja kwa moja kwa vituo vya afya ni kusaidia kutoa dawa za kutosha na bidhaa zingine za afya na kuhakikisha kuwa vituo vya afya vinapata pesa zao kwa wakati. Akiwa mbele ya kamati ya bunge ya kitaifa ya kutunga sheria inayoongozwa na mbunge wa Ainabukoi Samuel Chepkonga, Duale amesisitiza kwamba usajili katika mamlaka ya afya jamii SHA hivi karibuni itawafikia Wakenya milioni 22 ambao sasa watanufaika moja kwa moja na huduma hizo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na tukiendelea na mengine, msikilizaji, ni kuwa watu wawili walipatikana wakiwa wamekufa huku waumini wengine 57 waliokuwa dhaifu waliokolewa kutoka kanisa moja eneo la Kamagambo, Mashariki Rongo, kaunti ya Migori. Kisa hicho cha kusababisha kilitokea katika kanisa la St. Joseph Mission of Messiah eneo ndogo la Kanyadiego. Ni katika kanisa hilo ambapo mfuasi mwingine, afisa wa General Service Unit GSU Dan Ayo Obura, alifariki Machi 27 baada ya kukataa kupata matibabu. Obura baadaye alizikwa ndani ya kanisa hilo. Tukio la hivi punde ni kisa cha kawaida cha unyonyaji wa mazingira magumu ya washirika. Washirika waliookolewa walikataa matibabu walipopelekwa katika hospitali ya eneo hilo na maafisa wa upelelezi kutoka Kurugenzi ya Upelelezi na Jinai Rongo DCI. Wapelelezi hao waliarifiwa kuwa ulikuwa na mwili katika kanisa hilo. Waliupata mwili huo ambao baadaye ulitambulika kuwa wa Francis Moli ukiwa umelala sakafuni kwenye chumba cha maombi ndani ya kanisa hilo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na aliyekuwa gavana wa Kiambu Fernand Waititu anatazamiwa kujua hatima yake leo hii, huku mahakama kuu ikitoa uamuzi kuhusu iwapo ataruhusiwa kurekebisha ombi lake jipya la bondi. Waititu ambaye amekuwa gerezani tangu Februari kufuatia kupatikana hatia katika kesi ya ufisadi, anatafutiwa kuachiliwa kwa dhamana na akisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa rufaa yake. Gavana huyo wa zamani alihukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani au faini ya shilingi milioni 53 na baada ya mahakama na hakimu kupata hatia ya mashtaka inayohusiana na ufisadi. Jaji Lucy Njuguna alikuwa amekataa ombi lake la kwanza la dhamana mnamo Machi 3 mwaka huu. Kufuatia hali hiyo, amewasilisha ombi jipya mbele ya hakimu huyo. Timu yake ya wanasheria inayoongozwa na wakili Kibe Mungai inataka kurekebisha ombi la awali. Hata hivyo, mkurugenzi wa mashtaka ya umma anapinga jaribio hilo jipya. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu ombi la marekebisho hayo. Iwapo hakimu ataruhusu ombi hilo kurekebishwa, basi mahakama itatoa maelekezo ya jinsi suala la dhamana litakavyoendelea. Hii imefungua njia kwa Waititu kutetea kesi yake ili kuachiliwa huku rufaa yake ikisikilizwa. Kididi FM kwa habari moto
moto moto. Na katika rubaa za kimataifa, msikilizaji, ni kuwa watu wamekusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Peter, Vatican, kuomboleza kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, ambaye aliwavutia waumini kwa mtindo wake wa unyenyekevu. Salamu za rambirambi zinaendelea kutolewa kutoka ulimwenguni, huku makardinali wanaokutana Vatican wakiendeleza mipango ya mazishi yake pamoja na kuanzisha mchakato wa kumchagua mrithi wake. Katika taarifa yake, Vatican imesema kuwa watu wataweza kutoa heshima zao za mwisho kwa Papa Francis wa kwanza kutoka Amerika Kusini katika kanisa kuu la Mtakatifu Peter kuanzia Jumatano hadi Ijumaa. Siku ya Jumatano watu wataruhusiwa kutoa heshima zao za mwisho kuanzia saa 5 asubuhi majira ya Vatican hadi saa 6 usiku. Alhamisi kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 6 usiku, na Ijumaa kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 1 usiku. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa habari zetu awamu ya saa 3, tupatane saa 7 kwa habari zingine. Jina langu ni Sara Nzilani.